kupitia standard imara ya kujenga uchumi wako. Lakini unasema uchumi unatengeneza mfano wa kupigiwa, wa kuibwa, kupigiwa, watu watakupigia mfano. Fanya kama yule, fanya kama yule, fanya kama yule. Amen. Amen. Lakini huleta heshima kubwa kwa ndugu, jamaa na marafiki. Wewe kama uko hoi hata huko kwenye labda uko kwenye kwaya, hata kwenye uongozi wenu wa section. Wewe kama tena nini kwa wachungaji wao ili wachukie vizuri wapate hasira hapo wasishushe kule kwa vijana wao kule. Kuna wachungaji utakuta change inasumbua mfukoni. Alafu michango iko mingi section hiyo, nataka changie hiki, nini. Kuna wakati mwingine anasikizia mtu bado, unajua leo nenda kasafari kabla kichwa kinaniuma sana sitafika, kwa sababu anafikiria pale kwenye michango itakapofika nini nitafanyaje. Kwa sasa ili kujenga nguvu ya maamuzi na kwamba wewe uheshimike. Na ukiona wewe huchangi, yaani tunapofika kwenye kuchangishana, mtu anatulia kama ananyolewa kwa wewe. Maana kama unanyolewa kwa wewe huwezi kutikisa kitu utakalo. Anatulia na kwa mtulivu mno. Kwa hiyo heshima ya mtu hata kuchangia mawazo lazima mfukoni kwa wewe una uchumi imara. Amen watu wa Mungu. Lakini zaidi nyumbani. Yaani itakiwa nyumbani ukiambia kikimeisha sipidi na nini usianze kufoka. Kuna watu wengine akiona mfuko umetoboka anakuwa aggressive kama nyati aliyejeruhiwa. Maana nyati aliyejeruhiwa asogelee na mnyama yoyote yule, hata simba msogelee. Si mnafahamu simba, mnasema ni mfalme wa pori. Nyati akijeruhiwa simba msogelee. Kwa sababu anaweza kumtoboa tumbo na utoa akatoa utumbo kabisa. Sasa na mtu ambaye mwanaume naye mfahamu kama mfuko umetoboka lazima anakuwa mkali. Ili asijakaambiwa habari sukari imeisha, asijakaambiwa kibiriti kufanya kazi. Kwa najihami ndio defensive mechanism. Amen. Kwa hiyo wanaume lazima tujenge uchumi imara. Bado mnanipenda? Amen. Sasa kuna vitu kama 10 ambavyo vinafanya tusijenge uchumi imara. Pamoja na juhudi. Kuna watu wana juhudi sana. Hapa watasema kwamba mbona mimi nimejibidisha, nimeanzisha biashara yendi, sijui vijana nini hiki akiende hiki na nini. Sasa kuna vitu 10. Cha kwanza, kiburi. Kuna watu wana kiburi, wameokoka, wana kiburi watu. Ukimwambia sogea vitu vya mbele, hawaji. Amekoka vitu. Kama sogea vitu vya mbele. Kwa sababu Biblia inatuambia kama wewe utakuwa mwaminifu katika madogo, hakutaweza. Mungu akishaona kwamba wewe una kiburi, una element za kiburi, anakuacha. Petro wa kwanza sura 5 mstari 5 anasema Mungu huwapa neema wanyenyekevu na wapinga wenye kiburi. Sasa neema, what is neema? Neema is a grace. Neema ni kwamba unapewa kufanya facilitation ya shughuli zako ziende. Ukikosa neema hata ungejibidisha, hata ungekuwa wakikumwagia mtaji, wakakumwagia mtaji, huwezi kwenda mbele. Ila tunachokifanya matambiko yetu ni kumjaribu Mungu kwa njia ya kumtolea. Sasa tukimtolea ndio anatufungulia madirisha ya mbinguni. Lakini kingine tunaenda mbele zaidi, tunataka tuwe wanyenyekevu. Utii ni bora kuliko mafuta ya beberu. Kwa hiyo kitendo hicho kinafanya watu wengi wasiende mbele. Mungu huwapa neema wanyenyekevu, lakini wapinga wenye kiburi. Mithali 22 mstari 13. Kwenye uvivu watu wana visingizio. Uvivu, yaani mtu mvivu ana visingizio, asema hapo nje pana simba nitaliwa katika njia kuu. Mithali hiyo 22 mstari 13. Kwa hiyo uvivu. Lakini vile mapokeo mabaya. Kuna watu wengine wanasema sisi kitu unajua waliokoka miaka nyuma hiyo wanafikiri kwa tajiri ni dhambi. Yes. Kwa mapokeo kuna watu, yani mtu akiona amefanikiwa anaendesha gari nzuri na nini, anambia huyu ni free mason. Huyu ni free mason. Amen. Amen. Mapokeo. Kwa mapokeo tuyaondoe. Kwa sababu sisi tunaishi kiroho na kimwili. Na pesa ndio zinatusaidia sisi twende mbele. Tabia. Ukiwa na tabia mbaya, Zaburi sura ya kwanza mstari wa 4 anasema heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya haki, wala kuketi barazani pa mizana, wala kusimama katika njia ya usafi, bali sheria ya Bwana ndio ipendezao. Sheria ya Bwana. Sasa sheria ya Bwana watu hawaitaki. Sheria ya Bwana ndio ipendezao, na sheria yake uitafakari mchana na usiku, all the time, usiku na mchana lazima utafakari ile sheria ya Bwana. Anasema mtu huyo atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya kijito cha maji, uzao matunda yake kwa majira yake, na wala jani lake halinyauki. Unaona kesi, mbona wewe maisha yake kila siku safi halinyauki, anatafakari sheria ya Bwana. Na lolote atakapoweka mkono kufanya utafanikiwa. That's
the principle ya kufanikiwa. Sio mimi nianza kufundisha wewe kutengeneza batiki. Tusafishane kwanza vitu. Amen. Sheria ya Mungu, soma Zaburi ya 19 mstari wa 7. Anasema sheria ya Bwana ni kamilifu, nayo huburudisha nafsi. Nafsi yako inaburudika kwa sababu ya sheria. Lakini katika sheria ya Bwana, ukienda na sheria yake, Bwana anakuwa na furaha. Ndio maana anasema the joy of the Lord is my strength. Na anasema msifikiri nilikuja kuleta amani. La hasha, sikuja kuleta amani. Hii ina maana gani? Kwamba lazima tupitie magumu mengi. Lakini watu waliokoka leo wakipata magumu kidogo tu, malalamiko chungu mzima. Utafuta taarifa. Ukitaka kujenga uchumi mara, usiondoke tu. Naomba mtaji mchungaji, naomba mtaji. Anakupa mtaji. Unaenda kufanya nini sasa? Bad planning on your side should not create emergency on the other side. Wewe umepangilia vibaya. Huna mipango yoyote. Wanasema failure to plan. It means you are planning to fail. Wewe kama una mipango, wewe umepanga kufeli. Sasa kuna watu hawana mipango, wanataka vya kupewa. Sasa kwenye kitabu hili ya kwanza tutaona. Pata taarifa za kutosha. Correct enough information. Na information always is power. Unapokuwa na taarifa ya kutosha ya jambo fulani kuna nguvu. Kwa hiyo lazima tuwe informed. Wanasema if you are not informed, you are deformed. Sasa deformation is being without shape. Kwa hiyo lazima uwe na maono. Kitu gani unaona? Hata mchungaji, wewe unaona kanisa lako unataka liwe na aina gani? You must have vision. Kanisa utalitazama, yaani utalikuta unaliona kanisa lako liko hivi, kwaya yako hivi, wazee wako kanisa liko hivi, umefungua matawi hivi, na kwa mchungaji tunaenda kwa washirika. Lazima uone